Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza awali yote kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyotufanya wepesi kutufikisha hapa na kwa ajili ya kujadili jambo la maendeleo. Lakini ndugu mheshimiwa diwani, ni kwamba kitongoji hichi muda mrefu alikuwa na changamoto ya njia hii kupita. Na hususani inapokuwa mvua ikinyesha ndio inakuwa njia haipitiki. Wa huku na wa huku. Lakini njia ni kubwa sana kwenye hii mtaa wetu, kwa sababu hii njia ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ndio kuna shule ya Yombo Vituka iko hapo, na watu kutumia njia hii ndio kuvuka, na ndio njia shortcut kutoka wanafunzi kutoka hapo wanakokaa huku Kiwalani mpaka kuja hapa shule. Hii ndio njia kubwa wanaoitumia. Sasa hii njia inatokea changamoto kubwa pale inapotokea mvua. Inaponyesha mvua, hii njia haipitiki. Kwa hiyo wanajitoa baadhi ya wananchi kukaa kwa ajili ya kuvukisha watoto wadogo, kuwavukisha hapa. Na inatokezea wakati mwingine mpaka kuna watoto waliokolewa zaidi ya 200 au 300 kuzama katika njia hii. Kwa hiyo hii njia ni kubwa mheshimiwa diwani, na hawa wananchi hapa walikuwa wanailalamikia kwa muda mrefu. Lakini siwatoe shukrani wananchi wa hapa, walivumilia, kwa sababu hii njia ilianza kulalamikiwa toka enzi mbunge akiwa Mtemvu, Habasi Mtemvu. Na anaijua hii njia, na alishawahi kuleta mpaka wakemia kuja kuipima njia. Kwa hiyo changamoto kubwa, wanafunzi wanaisoma shule za msingi Vituka na Ukombozi ndio njia kubwa wanaitumia hii hapa. Sasa wakati umekwenda, muda umekwenda, wananchi hawa wameona na mimi mwenyekiti wao, mwenyekiti wa mtaa Mzambalauni, kushirikiana kwa pamoja ili iweze kupatikana njia hapa. Na njia hii wanachokidai kikubwa, wapate daraja tu kwa muda huu waliokuwa nao, ili mradi njia iweze kupitika. Kwamba mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kuonyesha kwamba hii na mimi nimeguswa kwenye nafasi hii, nilianza kufanya ushawishi mkubwa mimi mwenyewe, tukaweza kutengeneza karavati zile pale. Ziko karavati 6 zimetengenezwa zile pale, ili mradi kuonyesha kwamba hii njia ili iweze kupatikana barabara ya kudumu. Lakini tulikaa kikao, wananchi hawa wakasikiliza kauli yako kama mheshimiwa diwani. Tunaamini na wewe uliguswa katika hii njia, na ukasema niombeeni Mungu basi tutaweza kukaa pamoja ili tuweze kuijenga hii barabara. Hawa wananchi hawa wakakubali, wakaridhika. Muda unazidi kwenda, lakini wanasema muda kwao si shida. Sasa leo wamejikusanya wenyewe, wananchi wenyewe, leo kikao cha dharura. Walivyojikusanya, wameona kwanza zisegeze zile karavati pembeni, alafu waweze kuweka angalau walichoazimia Jumapili na ukuja waweze kuzizika zile karavati ili njia ipatikane ya muda kuvuka. Lakini mimi nilivyokuja nikamwambia, jamani, hili jambo tunataka kulifanya, tushai kulifanya mwanzo, na likaleta athari kubwa sana, na wananchi wenyewe wanajua. Tuliwahi kuzika karavati pale, lakini mwisho wa siku zile karavati zilikuwa zimeziba na nyingine zikatoboka, shida ikawa kubwa, maji yakawa yapiti. Kwa hiyo tukabidi wananchi hawa kaungana tena tukazitoa zile karavati. Sasa leo nikamwambia, mkisema kwamba tuanze tena kufanya kama tulivyofanya mwanzo, tutakuwa hatuwezi kupata jibu sahihi. Kwa hiyo ikachaguliwa kamati. Kamati ilivyochaguliwa ile kwa ajili ya maendeleo ya hapo, ile kamati ipo na iliomba ikutane na wewe, na nadhani ulikutana nao kamati na mkaongea. Lakini tukatoa fursa kulingana na changamoto za kimaendeleo. Wewe ulikuwa na changamoto ukasafiri kwenda nje, na ukasema ngoja nirudi ili jambo niweze kulikamilisha. Lakini leo tuliazimia draft ya kwanza, wananchi hawa wako tayari kuchanga. Kwanza wenyewe wameniambia wako tayari kuchanga. Na kuchanga, na hapa leo tuwashaanza kukusanya baadhi ya fedha. Anayo mjumbe pale, sijui umeelewa vizuri. Leo walishaanza kukusanya, walijipangia shilingi 5,500. Lakini tulipofika, kuna mainjinia waliwahi kuwatafuta, wakakubaliana. Kuna injinia wa milioni 3, kuna injinia wa milioni 4, kuna injinia wa milioni 2. Kwa mujibu wenyewe kamati wale watafuta wa injinia. Sasa tukasema, mimi kimaono yangu nikasema, sio wewe, mimi kimaono yangu nikasema, sasa hivi diwani wetu anaingia kwenye uchaguzi, na uchaguzi jamani ni vita, si ndio Lakini na sisi tunataka hii barabara ijengwe. Tukisema yeye ajenge peke yake, tutakuwa tumemweka kwenye wakati mgumu.
kulingana na jambo aliyokuwa nalo usoni mwake. Tutahitaji diwani yeye ana nguvu gani kwake, na mimi mwenyekiti wa mtaa nimeshawaambia nitatoa 500,000 kwa ajili ya jambo hili. Sijui tunaelewana vizuri eh? Nitatoa 500,000. Lakini kwa wananchi tumiweka angalau Mungu awafanye wepesi katika michango, ipatikane angalau milioni 1. Maana yake tutakuwa na upande wa diwani. Wewe leo ukituambia una move sawa, ukituambia bwana jamani na mimi hivi sawa, lakini na wewe ukituchangia wakisikia hawa, basi jambo litakuwa liko kwenye mstari ule wenyewe. Angalau mpaka sasa hivi tuna uwezo, tunasema milioni 2 tunaweza tukaifanyaje? Mheshimiwa diwani, natumia nisikuibie muda wako. Natumia muda huu sasa hivi kukupisha wewe ili uweze kuzungumza na wananchi waliokuwa kwa muda huu. Walifika wengi, walikuwa wanasafisha pale. Walikuwa wanasafisha. Lakini wengine wameenda kwenye majukumu mbalimbali, na waki na mama ni kweli niseme wana hadha kubwa kwenye kitongoji hichi. Lakini hawakuwahi kusema vibaya. Hawakuwahi kukuangusha, ila wanachoomba jamani tumsitue diwani na sisi aweze kutusaidia kwenye jambo hili. Kwa hiyo fursa hii sasa nakupisha diwani ili uweze kuongea na hao wananchi, chochote utachojaliwa au watalizika, ili mradi jambo lipate kuenda. Usiwe na hofu wala usiwe na pressure, wala usione kama kuna mtu hapa anasema kwamba kwa ubaya kwako wewe. Chochote kilo wanajua mzigo uliokuwa nao, wanajua changamoto ulizokuwa nazo, wanajua kipindi hicho ulivyobanwa, lakini bado wako pamoja na wewe. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakubwa shikamoni. Nadhani vijana ndio mwenyekiti au wengine wachache mambo kuonyesha wafude. Naam, kwanza nichukue nafasi niwapongeze wananchi wa kitongoji hichi. Lakini pia nimpongeze mwenyekiti, wajumbe wake pamoja na viongozi wengine wa chama kama wako hapa. Kwa sababu nasema kero ya hapa ni kero yetu sisi sote. Na kero inomgusa mwananchi wa hapa. Hata mimi diwani inanigusa kwa sababu nimesoma shule ya msingi. Kwa hiyo tulipokuwa tunawasindikiza wenzetu tulikuwa tunatumia njia za huko ndani kuwapeleka na kero hii ni kero kubwa, ni kweli. Lakini nikiwa kama diwani wakati mkubwa nilipokea na nilikuwa muda mrefu, sikatai, na sio mara ya kwanza kuja hapa. Hii inaweza kaa kama mara yangu ya 2 au ya 3. Kuja kama kupita na kuangalia changamoto tunazokabili. Lakini pia nilipata ugeni. Kuna viongozi wachache walichaguana walikuja kwangu nyumbani kwangu. Nikapata wasaa wa kuzungumza nao na wakanieleza ni namna gani wananchi wanavyoathirika na eneo hili. Na mimi nikiwa kama diwani nilipokea na nikatoa maelekezo fulani ambayo niliwaambia wakae, lakini wakishakaa wasiliane na mwenyekiti then waweze kuleta mrejesho. Nadhani walikaa, na baada ya kukaa na mwenyekiti na muda ulikuwa unazidi kwenda, na wananchi na wenyewe na shauku kuona tunarekebisha. Lakini niwaambie ndugu zangu, sehemu nyingi zimeathiriwa na mvua. Sio kitongoji hichi tu, ni sehemu nyingi. Lakini kuathirika huko kunategemea kukoje. Kuna wengine maathiriko ya mvua yametokea kwa siku hiyo hiyo, hawajawahi kuyaona. Kuna wengine maathiriko ya mvua yanatokea kila wakati. Ni jambo ambalo limekuwa likizoeleka, linatokea kama hapa. Ni zoezi ambalo linatokea kila wakati. Kwa hiyo nikiwa kama diwani wa kata ya Umbo Vituka, niwatoe hofu kwanza wananchi. Makeleo nilipigiwa na mwenyekiti. Nilikuwa mbali, gari yangu ilipata kidogo shida. Nikamwambia mwenyekiti nakuja. Nipe kama dakika 20. Kweli nikatoka huko nilipo, nikaja hapa nilipofika. Lakini pia nimefika hapa nikutana na habari njema. Unajua sisi kama viongozi wala mbele mwenyekiti, sisi viongozi au kama diwani tunaga mafungu maalum kwenye ofisi yangu. Mimi ukija, ukiona tangia nilipoingia, ukiona nimekitoa mfukoni, ujue hicho nimekitoa kwenye ugali wangu. Sijatoa kwenye fungu la serikali. Lakini ukiona maendeleo yamekuja pia makubwa, usiseme diwani ametoa mfukoni. Diwani ametengeneza ushawishi
kupitia baraza la madiwani, maendeleo yakaja sehemu. Kwa hiyo hili niwaambie kwamba mimi mwenyewe na shauku hapa ili daraja lijengwe. Lakini swali langu lilikuwa ni moja tu. Tunataka kutengeneza daraja la namna gani? Au tunataka kutengeneza daraja kutoka bwana kivuko tu kipite? Maana yake unaweza ukatengeneza kivuko hapa, ukashangaa mvua ikaja, yale maji yote ambayo mliokuwa mnasema kwamba mnayakimbia yakaama, yale maji yakaja kwenye nyumba zetu. Tukaepusha hili eneo tu, tukaweka makalavati yetu, maji yakapita, lakini yale maji yanayopita kija kwa wingi yanaama, yanakuja kwenye nyumba zetu. Kwa lazima tunapokuwa tunafikiria kutengeneza kivuko, tukubaliane kwa mambo yafuatayo. Cha kwanza, tunapotaka kivuko, tujue tunataka kivuko cha namna gani. Lakini cha pili, tunapotaka kivuko, tujue tunampa nani anayetutengenezea kivuko. Lakini cha mwisho, utaalamu una mata zaidi kwenye kivuko hichi. Lingine, basi tutengeneze kivuko bora liende. Inawezekana pia tukasema tunatengeneza kivuko bora liende, watu wapite tu kwa mguu hapa, basi wafikirie kivuko tunatengeneza, kuna masika yanakuja hapa, mvua itakuja itanyesha kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ninayozungumza ni ya msingi sana. Nimeona mwenyekiti amesema hapo gharama zimetajwa milioni 2, milioni 3. Okay, sawa, hela unaweza kaitaja, namba unaweza kazitaja, lakini je, namba unazozitaja hizo unataka utengeneze kivuko cha namna gani? Je, kivuko unachotengeneza kitakuwa na faida au kitakuwa na athari baada ya kukitengeneza? Kwa mimi ningeomba ushirikishwaji wa ujenzi, kabla ya kusema la kwangu, ushirikishwaji wa ujenzi wa kivuko hichi tushirikishe pia wataalamu. Lakini nikiwa kama diwani pia, upande wa wataalamu, na mimi nadhani nitakuwa ni mmoja wapo wa kumtafuta mtaalamu, kumuhusisha. Hamtomlipa, yeye atakuja kutoa ushauri tu ni namna gani tunaweza tukatengeneza kivuko. Kwa hiyo ni watoe hofu. Lakini mwenyekiti amesema, mwenyekiti na yeye hana hata huruma yani. Mwenyekiti amesema bwana achangia 500,000. Sio wewe. Mwenyekiti amesema anachangia 500,000. Jamani, mna mwenyekiti bora sana, anajitoa. Lakini mimi nina kawaida moja. Kipindi hichi mnajua tunaenda kipindi cha uchaguzi. Na mimi ni muoga sana. Kuna barabara moja inaitwa kwa Hans Kilimachanyani, ipo kule kama mnaijua. Ile barabara ilikuwa ina shida sana, nilipita sehemu. Ni kweli kwa juhudi zangu nilizozifanya, ile barabara ikapata mkandarasi wa kutengeneza vizuri. Na mimi nilipochungulia darubini zangu, sio darubini zile za kienyeji zile, mwenyekiti. Darubini zangu nilizochungulia, nikaona mkandarasi amepatikana na mkataba ameshapewa, na nikaja mimi ofisini kwangu nikasaini. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, nilifika pale kwenye Kilimachanyani nikawaambia hivi, naombeni mnisikilize, hii kauli nitakayosema ni ngumu. Kule sio hapa. Kule nikawaambia kabla ya uchaguzi hii barabara itafanywa ukarabati. Nikamwambia nisipofanya ukarabati msinihesabie. Hii ilikuwa ni tata kidogo Ilikuwa ni tata kiasi kwamba watu wanaona diwani amesema hivi. Mbona hii kitu juzi nimepigiwa simu bwana, tumeona watu wanaanza kuchomeka beacon za barabara kwa ajili ya ukarabati barabara. Lakini kwa hapa sitaki kutumia hiyo kauli. Kitumia hiyo kauli kwa mwezi mmoja tuliobaki, diwani unaweza ukashangaa unarudi afu unapiga magoti, jamani mnaombeni ile kauli yangu muifute. Lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu naamini tutafanikiwa. Kama mwenyekiti ameniambia mnategemea kwanza Jumapili ijayo. Jumapili ijayo tutapata tarehe ngapi? Tarehe 1. Tarehe 1 kwanza ni uongo, kwa sababu tarehe 1 kutakuwa na vurugu sana vituka hii. Tarehe 1 tunapokea mwenge wa uhuru. Lakini mbaya zaidi, mwenge wa uhuru huo unaopokelewa ni utazindua taasisi za kupambana na kuzuia rushwa kwenye shule yetu ya sekondari Vituka. Lakini hautoishia hapo. Ukimaliza hapo tu unaenda kulala TANESCO pale Buza. Kwa tutakuwa na mkesha wa mwenge
kitaifa kata ya Yombo Vituka. Sidhani kama ilishawahi. Kwa hiyo Tanzania nzima itakuwa inaangalia Vituka ipo kwenye mkesha wa Mwenge. Na kuanzia siku hiyo, kuanzia asubuhi mpaka jioni kutakuwa na activity nyingi sana. Kuniona mimi, kuniona mwenyekiti itakuwa ni ngumu. Kwa mimi ningewaomba wazee wangu. Lakini mimi naomba niseme kwa wazee na kina mama zangu. Tufanye kitu kimoja. Uzuri hali ya hewa sasa hivi kama mmeiona imeanza kurudi. Imeanza kurudi na ndio sehemu sahihi kabisa ya kwamba kama tunataka kufanya ujenzi ndio muda mwafaka wa kufanya ujenzi. Wakati jua limechomoza. Kwa na mimi nikiwa kama diwani naomba niweke ahadi yangu. Ahadi yangu mwenyekiti kidogo na wewe huo unaangalia basi. Sio unataja tu hela. Unaweza kaahidi wananchi hapa afu diwani hatumuoni. Hatuahidi. Na ametaja mara mengi. Mimi sitoenda mbali sana na mwenyekiti. Msiniumize sana. Na mimi nitajitahidi, nitapambana. Nitatafuta japo hata nani kidogo. Ambapo hapo jamani kanatoka mfukoni mwangu. Sio serikalini. Usiseme diwani bwana kuna fungu pale anatoa. Kwa hiyo niwaombe maandalizi yafanyike, lakini sitopenda tarehe 1 mwanzo. Mnaweza mkaisogeza. Salamu alaykum. Yesu asifiwe. Amin. Malengo makubwa kama alipokufahamisha mwenyekiti. Hili jambo hapa kwa kweli muda mrefu linatukera. Kama linatukera ndio sababu watu walikushafanya michango siku zilizopita ili wafanikishe. Lakini nguvu ya sisi ni ndogo. Ndio maana tumepitia mbele ya serikali ili tusaidie. Tunataka daraja lifanikiwe kadri iwezekanavyo. Na sisi nia yetu kama alivyosema, sio kwa ajili ya wewe bwana, tunataka kwa sababu akitujengea huyo ndio tumpe kula yetu awe diwani kwa sababu hilo alimu. Lakini nia na madhumuni watu walisema kila mfanya mema ulipwa mema, anayefanya mabaya analipwa mabaya, hilo limo. Sasa sisi bwana tumekupokea na tamko lako rasmi leo tuseme ya kutuchangia, na tunachoomba ili jambo lifanikiwe. Kama Mungu atajalia tuko uzima na wewe mwenye uwe mzima, tunaomba ili jambo lifanikiwe kabla hata mwezi wa 8 au wa 9. Kwa hiyo mimi sina zaidi ni hilo. Anamuomba mwenye kamati mmoja kati yenu. Naam. Tunachukua fursa hii kwa ujio wa diwani wetu na mwenyekiti kuhusiana na swala zima hili ambayo kero iliyokuwa inatusumbua na ilishafikia pabaya. Maji machafu yamejaa, hakuna gari pa kupita zaidi ya sehemu hii, na wananchi ilishafikia sehemu ulalamikaji wao ulikuwa sasa ni mkubwa, mpaka kamati ilikuwa inasema kwamba umepewa hela na diwani umekula. Kila tunakopita mwenyekiti umekula. Lakini leo mwenyewe tunamshukuru, amefika na ametoa na ameelezea na amesema kwamba bidamu hii hadi iko hivyo. Basi na mimi kutokana na majukumu yangu na mimi nimeguswa, na mimi nawaongezea wananchi wangu 800,000. Mwenyekiti amesema 500,000. Sisi tuseme kwamba tunawashukuru, upeo wa kuwashukuru mwenyekiti na diwani walichokuwa wamekiahidi, na mimi naahidi 50,000. Haya, tunakuja Lubiki hapo.
Mjumbe, wakilisheni nyinyi ndio mko na wananchi hapa. Mwananchi akiona hicho umesema basi na yeye atenda. Anafarijika. Mimi naitwa Juma Rubiki, balozi wa shina namba 6 mtaa wa Mzambarauni. Mimi naahidi shilingi 30. Haya. Mimi mjumbe dua shina namba 4 naahidi 30. Naahidi 30. Naahidi 50. Sasa nashukuru jamani. Andika mwandishi. Andika.